Nitasema matatu tu ambayo yani nasema isingekuwa Mungu nisingekuwa hapa. Cha kwanza, watoto wangu walikuwa wanaumwa sana, walikuwa wanasumbuliwa na magonjwa. Yaani mimi sijui kama kuna hospitali ambayo sijawahi kuingia. Nimeingia kila hospitali. Mtoto akianza kuumwa hapa, utabadilisha hospitali mpaka unachoka. Lakini baada ya kujua hii madhabahu, sijawahi kwenda hospitali. Madaktari watoto wangu wanapiga na niuliza, "Kwani wewe umehama da?" Naambia nipo. Watoto wangu hawaumwi sasa hivi. Najua ni Mungu amefanya. Kitu cha pili ambacho namshukuru Mungu, yaani tu kiurahisi tu tumeanzisha ujenzi, tunajenga. Nashukuru sana Mungu. Mnajenga nini? Nyumba au mnajenga nini? Tunajenga mabweni ya wanafunzi. Amen. Unaongea vizuri. Kitu cha tatu ambacho ni kikubwa zaidi, mimi naitwa Margaret Hussein. Na ukisikia Hussein unajua ni upande gani? Yaani katika familia yetu mimi ni mtu wa kwanza kuokoka. Ni kitu cha ajabu katika familia yetu mtu kuingia kanisani. Na ni mtu wa kwanza kubadilisha jina. Ndio kwa kweli. Alijaribu shangazi yangu ambaye aliolewa na mtu, alimbadilisha mume wake dini. Yule mwanaume alibadilisha akawa Muislamu. Lakini aliporudi nyumbani akaanza kumpeleka shangazi yangu kanisani. Familia ilipogundua kwamba shangazi anaenda kanisani na alikuwa ameshajifungua mtoto ana miezi miwili, walipogundua kaka zake wakaenda kuvunja ndoa. Wakamchukua dada yao kisa tu kwenda kanisani. Tokea hapo hakuna mtu mwenye ujasiri, hata kama umepata mchumba Mkristo, huna ujasiri wa kumpeleka. Wanasema kabisa haiwezekani. Lakini mimi kutokana na kuumwa kwa watoto wangu ndo nilijua hii madhabahu, nikaja nikaokoka. Hawakuwa wanajua familia yangu kwamba naenda kanisani. Lakini miezi mitatu hivi wakaja wakagundua kwamba nakuja kanisani. Yaani hivyo. Kulikuwa kuna vita ambayo sema kweli, yaani sijui hata kama ilizimani. Mimi hiyo siku nimekaa na shangaa, kila ndugu yangu ananipigia simu. "Kwani umefanya nini baba zako? Mbona baba zako analalamika sana?" Yaani anasema, "Dada yenu ameshakuwa kafiri." Yaani wanaongea kiasi kwamba sijui wewe wakikupigia simu watakwambia nini. Mimi kusema kwa wale ndugu zangu nikaa nasema ndio mimi nimeenda kanisani kwa sababu mimi mlikuwa mnajua napitia hiki na hiki na hiki, lakini tokea nimeenda kanisani nimeanza kusali na ninafanya maombi, familia yangu imesimama. Mimi siwezi kuacha kwenda eti kwa ajili ya kuwaogopa wao. Lakini cha ajabu baba zangu waliishia tu kuongea kwa hao ndugu zangu. Hakuna baba yangu ambaye shehe kunipigia simu eti kukompeni kwa nini mimi naenda kanisani. Shangazi